Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mshaita Abu Muhammad, ndugu msikilizaji, alihitaji kuichota na kuiteka akili yako na kwenda kuisondomeka ama kuiweka katika mfuko wake, ili akili yako hiyo ikose uhuru wa kutafakari dalili na hoja zinazosimamishwa kupitia channel ya Shaushaba Online TV, na matokeo yake pia akili hiyo ikose uhuru wa kufikiria kuchukua hatua baada ya kuelewa dalili hizo. Akatumia baadhi ya maelezo, moja wapo akisema Shaushaba anahitaji umaarufu, eti ndio maana anawajibu wale washe maarufu. Sasa al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, tutamuona naye, je, alikuwa anahitaji umaarufu alivyokuwa anapingana na mwalimu wake na shekhe wake al-Imam Maliki? Ndio utaona msimamo aliyokuja nao huyu Mshaidh Abu Muhammadi ni kutaka kuilemaza akili yako iwe haina uwezo kufikiria zile dalili zinazotolewa, bali anahitaji wewe umfikirie yule mtu, yani usiangalie dalili. Lakini katika maelezo yake akasema hiyo ni kanuni miongoni mwa kanuni. Sasa mkiwa mko karibu naye, mwambieni atuonyeshe hiyo kanuni inapatikana kwenye kitabu gani na ukurasa gani inayesema ukipishana na mtu maarufu ndio wewe unaenda kupata umaarufu. Isije ikawa ni mtu anatoa misamiati kutoka tumboni mwake afu anawapachikia nyinyi wasikilizaji kutaka kuwadhanishia maelezo yanapatikana kwenye maandiko ya vitabu, kumbe hakuna kitu hicho. Kwa hiyo tunasubiria afanye hivyo kutuonyesha kanuni inatoka katika maeneo gani. Ndugu yangu Shaushaba, ndugu yangu wa Kiwahabi, huyu kijana huyu sasa hivi anataka kutafuta tunaita support, yani anataka kujikuza, na huwa mara nyingi kama mnamfuatilia huwa ana kawaida ya kuwajibu wale mashekhe wakubwa wakubwa na wanajulikana, kwa sababu kanuni ilivyo, ili wewe ujulikane, pingana na anajulikana, ili uonekane wewe ni mtu maarufu, pingana na mtu maarufu. Ndicho anachokifanya huko. Fuatilieni kwenye channel yake ambayo ameifungua, utakuta majibizano mengi alikuwa akijibizana, si kwa anajibizana na mtu wa kawaida, mashekhi wale wakubwa kubwa au taasisi au madhhab, utakuta hivyo. Nukuu kitabu kiitwacho Safwatu fi Usul al-Fiqh 200 ukurasa. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema ajma'a al-muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yad'aha liqawli ahadin. Waislamu wote wamekubaliana, yeyote ambaye tabainika itadhihiri kwake kwamba hii ndio sunna, mtu huyo inabidi aichukue sunna hiyo. Walam yahilla lahu, wala haitofaa kwa mtu huyo ayadaha, aiache sunna hiyo liqauli ahadin, kwa kauli ya mtu yeyote tu aliyoibuka kutoa maelezo yake akilini, hayana dalili, hayana uthibitisho Qur'an na Sunna, alafu eti iwe wewe ndio hoja ya kwenda kuacha dalili hiyo kwa sababu ya maneno ya mtu aliyotoa katika mawazo yake. Al-Imam Shafi'i anatuambia Waislamu wameshatoka kwenye eji hiyo, wanachotathmini ni kuangalia dalili na mwisho kusimama akili yake kwenye dalili, na wala sio kushikiliwa akili yake na kuwekwa mfukoni mwake, na ikawa akili hiyo ni kilema, inashindwa kujadili dalili wala kuchukua hatua. Lakini pia kwenye hoja yake aliyodai Shaushaba ana wajibu watu maarufu ili apate maarufu. Je, al-Imam Shafi'i kwenye kitabu al-Umm juzuu ya kwanza ndani ya ukurasa wa 34 alipokuwa amemjibu mwalimu wake al-Imam Malik, alihitaji na yeye maarufu kama jinsi Mshaidh Abu Muhammad alivyomchomekea Shaushaba hivyo? Au al-Imam Shafi'i aliangalia ni haki, aiweze kuitangaza haki, na mwalimu wake alipoteleza kama binadamu aweze kupaonyesha, ili jamii sasa iangalie ichukue haki ama iendelee kubaki na batili? Nukuu sehemu ambayo tumekuashiria kwa rangi, anasema illa anna Shafi'iyya yara Malikan imaman. Imam Shafi anamhesabu Imam Malik ni imam, sha'anu kulli mujtahid, swala lake ni kama swala ama jambo lake kama jambo la kila mujtahid, kwamba yukhti wa yusibu, kuna muda anaweza kapatia na kuna muda anaweza kakosea. Asema wal alimul haqu, na mwanachuoni wa kweli. Mshaidh Abu Muhammad, ingekuwa ni mwanachuoni wa kweli na unatetea haki, ungeshika maelezo haya. wal alimul haqu, na mwanachuoni wa kweli, huwa alladhi yatba'u dalila al-aqwa,
anayefuata dalili iliyo imara, wal hujjata alwadhi'ata, na hoja zilizo wazi, sio kumwangalia mtu kaka. Na chini ikaonekana al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kana anna Malikan yukhalif, anasema Malik, Imam Malik ambaye mwalimu wake alikuwa anapishana, anakhalifu fi ahadithi, katika hadithi zake takriban 16 alikuwa anazikhalifu kwenye far'i, yani badala ya kutumia asli akaitumia far'i. Ikafika mahali Imam Shafi'i akatoa majibu kwenye maeneo hayo, wafuasi wake wa Imam Malik wakahofia madhehebu yao inateketea. Ikafika mahali kanukuliwa hapo chini tulipoashiria, nasema khafa atba'u maliki ala madhhabihim min intiqadati Shafi'i, waliofia wafuasi wa Maliki kwa ile madhehebu yao kutokana na Imam Shafi'i jinsi alivyokuwa anatoa majibu makali kuhusu madhehebu yao. Je, al-Imam Shafi'i, ndugu msikilizaji, naye alikuwa anataka umaarufu au yeye alichokuwa anathibitisha ni kwamba hiki mwalimu aliteleza kama mwanadamu, anapatia na anakosea, na yeye akawa anaweka uhalisia sahihi unayetakiwa usimame kwa mujibu wa Uislamu? Ukifikiria hoja hii sasa inatoka kwenye vitabu kama hivi, alafu mfikirie yule mshia aliyekuwa anasema Sheikh Shaba anawajibu wale watu maarufu ili naye aweze kupata maarufu. Yule na alikuwa anahitaji akili yako iwe ni kiwete ambaye ataenda kuiweka chumbani isiweze kuwa na akili ya kufikiria akili ile kuangalia dalili na hoja, na mwisho wa siku akili hiyo iweze kuchukua hatua kwa mujibu wa dalili zilivyosimama. Lakini maneno aliyoeleza hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipindi cha da'wa, alipokuwa anaieleza da'wa katika jamii yake, alipewa kashfa nyingi, kuitwa anahitaji maarufu, kuitwa sijui amekuja kupingana na watu wale maarufu waliokuwa na dini yao ya zamani, kadha na kadha. Ikafika mahali ikakaa timu ya kwenda kumdownload na kumchota kihisia Mtume kwamba kama unaona ulichokuja nacho bana ni vipi tukupatia mali, uwe ni katika sisi tu, uache kueleza hicho ulichokuwa unakisema. Nenda katika kitabu kiitwacho As-Siratu Nabawiyya Ibn Kathir katika ukurasa 134 chini pa tulipoashiria walipokuwa wale Makuraishi wamemwagiza Abul Walid kwenda kwa Mtume Muhammad, akamwambia ya ibn akhi in kunta inma turidu mimma ji'ta bihi min hadha al-amri malan, ikiwa ili jambo lokuja nalo unahitaji mali tu, jama'ana laka min amwalina, sisi tutakukusanyia mali zote uwe nazo zile za kwetu, hata takuna aktharna malan, mpaka uende tajiri wetu, yani mwingi wetu wa mali. Wa in kunta turidu bihi sharafan sawadnaka alaina, ikiwa unahitaji sasa heshima, unahitaji utukufu, basi sisi tutakufanya wewe ndio bosi wetu, hata la naqta amran dunak, mpaka tusiweze kuamua jambo lolote pasi na ya wewe. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina, na ikiwa unahitaji ufalme pia tutakufanya ni mfalme kwetu. Wa in kana hadha alladhi yatika ri'yan au ra'yan, pia saa zingine inakuja hivyo, ikiwa hili linalokufika wewe ni mzuka, yani hiki kinachokutokea ni mizuka fulani, ama labda ni maupepo imekupata, basi sisi tarahu la tasatu radda, unaona hauwezi kurudisha kuyaondoa mambo hayo katika nafsi yako, talabna laka atibba, tutakutafutia wewe tiba, wa badhalna fihi amwalana, na katika hilo tutatoa mali zetu, hata nubiriaka minhu, mpaka tukuponye na hilo janga lililokukumba. Tazama Mtume anaonekana ya kwamba amepatwa na ndawazimu, amepatwa na mizuka fulani, kwa sababu alichokileta ni cha haki, kinapishana na wao, na wale wakahitaji kuizimisha ile haki kwa kujaribu kumdownload Mtume, kwa kumlisha matangopori ya kwamba achukue mali wampe, ufalme wampe, vitu gani wampe, ili ajumuike kuwa na wao katika ile batili waliokuwa wanaitaka awe nayo, kwa sababu Mtume amekuja kwa ajili ya haki, hakukubali. Ndugu mshia huitwa Abu Muhammad, nashawisha hawezi kumdownload, au na Muislamu au na muumini aliye huru kiakili, hauwezi ukamshikilia akili yake na kuifanya akili yake ni kiwete, haina uwezo kutathmini dalili za maandiko ya vitabu, alafu eti akili hiyo ijadili maneno unayotoa mfukoni mwako ama unayotoa akilini mwako ayafanye ndio dalili, wakati hayana msingi katika dini ya Kiislamu. Hakuna hata mmoja katika Muislamu atakayekuwa na akili yani ndogo kiwango hicho. Hata yule Muislamu aliye na akili tu ya kuweza kuvukia barabara, kwamba akili hii ni ndogo hata inaweza kuvuka tu barabara, hawezi kushikiliwa na maelezo uliyojaribu kuyatoa, kwani kusimamisha haki na ikathibiti ile haki haitegemei uliowakuta wana umaarufu kiwango gani.
Wapo waliokuwa na umaarufu kipindi kile cha Firauni, lakini nabii aliyeagizwa kipindi hicho hakuangalia umaarufu wa yule mtu aliyokuwa katika zama zake kama huyo Firauni, bali aliangalia anachokisimamisha ni haki, na yoyote atakayeiona ile ni haki atafuata, na atakayepuuza wama alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.